Joel, sitaki, naogopa. Sitaki, nalala na mlango wangu nafunga. Mama, naomba ruhusa niende kuonana na Eric. Kuna nini? Tunaenda kuongea mambo ya kupeleka posa nyumbani. Kila siku unaenda kuonana na kila siku Eric. Mwambie Eric akuoe, utoke nyumbani kwetu. Joel, kaa kimya. Hayo sio maneno ya busara. Tina, mbona hauko sawa leo? Kuna shida? Hapana, nataka kujua lini unapeleka posa. Na ndoa lini? Kesho napeleka posa. Asante Mungu. Nikisema kitu Tina bana. Tukifunga ndoa, tutaishi mimi na wewe. Wazazi wangu hatutakaa nao. Sawa. Na mtoto wako utamleta tuishi naye. Nitamlea kama mwanangu. Napenda kuona ukifurahi. Asante Mungu. Eric, naomba niende nyumbani. Niwape taarifa wazazi wangu. Sawa, tutawasiliana. Baba, kesho wanaleta posa. Naomba mfanye usafi kila sehemu. Hakikisha mtoto wangu amevaa vizuri na watumia hela. Mwanangu kapiga simu kesho. Wanakuja kulipa posa, nasikia ni matajiri, wana hela sana. Mungu ni mwema. Inabidi tuwahalike majirani kama watatu. Vizuri, ila watu wasio wengi wasije muharibia mtoto wetu. Hongera sana baba Tina. Tina kaniheshimisha, anaolewa na familia ya kitajiri, umaskini na sisi. Bye bye. Habari Sunday. Siku hizi huonekani, ulikuwa wapi? Niliumwa karibia wiki nzima. Pole sana. Nimesikia taarifa huku kwetu eti Tina anaolewa. Sijasikia chochote. Yule anaweza kuolewa na nani? Kwanza nijiuliza nilimpendaje, yule hawezi kuolewa na mtu mwenye akili timamu. Anachumbiwa na mtoto wa bilionea. Tatizo watu wa huku wanapenda kudanganywa. Hivi mnamjua bilionea nyie? Kuna mtu mwenye akili timamu anaweza kuoa kwa huyu binti? Hakuna hicho kitu, si tupo tutaona. Yote mama, kesho ni kesho.